Kitu ambacho kinatesa maisha ya wengi katika ulimwengu wa sasa ni swala la hofu, na ndio maana Biblia imezungumza mara nyingi sana juu ya neno usiogope kuliko inavyozungumza kwa habari ya vitu vingine vyovyote duniani. Kwa nini usiogope? Usiogope. Tunaona kwamba jambo lolote ambalo linatokea duniani na kuleta udhaifu katika maisha ya mtu ni hofu, na hofu ndio inaweza kusababisha mtu akaacha kusimamia malengo, akaacha kusimamia makusudi, akaacha kusimamia mifumo ambayo ameianzisha na kuipuuzia au kuachana nayo kabisa kwa sababu ya hofu. Na hofu inaweza ikawa aina mbalimbali: kuogopa mazingira ulionayo, kuogopa sauti mbalimbali ambazo umezisikia, maneno ambayo umeweza kusikia kwa masikio yako, lakini pia woga wa kimifumo. Nikizungumza mfumo, kwa maana unajitazama kwenye ukoo uliotoka, kwenye familia uliozaliwa. Na ndio maana wakina Gideon, Mungu anakuja kumuita, anaangalia, anasema mimi ni mdogo katika ukoo, na ukoo wetu ni mdogo, ndio maskini kabisa, lakini bado kwenye taifa nitainukaje kwenda kusimama na kuwa mwokozi au mwamuzi wa taifa la Mungu. Kwa hiyo hofu ni chanzo kikubwa sana cha kutokufanikisha malengo mbalimbali. Ili uweze kufanikiwa kwa jambo lolote lile, ondoa hofu, ondoa woga, ondoa namna zote za kutetemeka, na jenga ujasiri wa kuweza kuvuka. Yoshua aliweza kuwavusha wana wa Israeli katika Yordani kabla hata maji hayajasimama, lakini akatumbukiza miguu. Wale makuhani wanatumbukiza, Walawi wanatumbukiza miguu, ndipo yale maji yanakwenda kutindika na watu wanapita. Kwa hiyo chochote ambacho unaamua kukianza kwa ajili ya kuona matokeo, ni lazima usimame ukiwa na ujasiri. Kwa maana Joshua, kabla ya kuanza kazi, Mungu akamwambia kwamba usiogope wala usifadhaike, mimi niko pamoja na wewe, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kwa hiyo mpendwa, mtu wa Mungu, penda nikutie moyo kwenye huduma ambayo unataka kuianza, biashara unataka kufanya, jambo ambalo unataka lilete matokeo makubwa na kuleta legacy kwenye nchi, kwenye taifa na hata dunia kiujumla. Kaa katika ujasiri. Vita vipo na changamoto zipo, lakini hicho ndicho chakula cha kiongozi yoyote ambaye anataka kuwa na matokeo makubwa sana. Mimi nimeona mengi ambayo Mungu amefanya kupitia ujasiri ambao tuliamua kuchukua katika huduma yetu na kuhakikisha kwamba tunatimiza yale malengo Mungu amekwenda kutenda. Tie moyo wewe mpendwa mtumishi wa Mungu, popote unaponisikia. Naitwa mchungaji Paulo Peter Mlabu. Nikutie moyo sana, endelea kumtumaini Mungu na kuondoa hofu kwenye maisha yako ili uweze kutimiza malengo, na Mungu akubariki sana. Karibu tena kwa wakati mwingine. Amen.